imeandikwa, wala hakuna wokovu kwa mtu yeyote yule, kwa mtu awaye yeyote, wala hakuna jina jingine tulilopewa wanadamu litupasalo kuokolewa kwalo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mimi nina jina, ninaitwa David, na wewe hapo una jina, na wewe ambao unanisikia ukiwa nyumbani una jina. Wote ambao tuko mahali hapa tuna majina. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jina limebeba utambulisho wa mtu. Jina limebeba wasifu wa mtu. Ninapostaja jina la Samuel Melkiadi Bindara, jamani, Bwana Yesu asifiwe, hili jina limebeba uaskofu. Ninapotaja jina la Moho, hili jina limebeba utajiri. Ninapotaja jina la SSH, yani Samia Suluhu Hassan, hili jina limebeba utawala wa juu kabisa kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Waliokoka, Bwana Yesu asifiwe. Nimekwambia hapa tu, nimekuja kuhitimisha. Haleluya! Ni kweli yalikuwepo majina, walikuwepo watu maarufu sana hapa duniani, ambao hao watu walijaribu kufanya vitu kwa wakati wao, wakajibebea umaarufu sana. Hapa kwetu Tanzania tunaye mtu mmoja ambaye alikuwa ni maarufu sana, si mwingine, huyu ni rais wa kwanza kabisa wa Tanzania ambaye ni Julius Kambarage Nyerere. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huyu baba pengine ukimtaja vibaya kwa nchi yetu ya Tanzania unaweza ukafungwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yeye baada ya kufa jina lake lilishia kaburini. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mwingine ambaye alikuwa ni maarufu sana duniani. Watu wa zamani watamkumbuka. Huyu si mwingine, aliitwa Osama bin Laden. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa wanaokumbuka zamani, huyu mtu alikuwa na tabia ya kujibadilisha sura. Anaweza akawa ni mzee, kesho akawa ni kijana. Alisimama kuitikisa dunia kwa wakati wake, lakini baada ya kufa jina lake lilipita. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo nimeleta jina ambalo kilitaja wachawi wanakimbia, jina ambalo kilitaja mapepo yanakimbia, jina ambalo kilitaja magonjwa yanakimbia. Na hata hapa nikilitaja, kama kuna mtu amebeba hirizi itadondoka. Na kama nikilitaja, kama kuna majetu wa shetani wako hapa, watadondoka. Si jina jingine, ni jina la Yesu. Piga kelele sana. Haleluya, haleluya. Ninampenda huyu Yesu wa Galilaya. Jamani, ninampenda huyu Yesu wa Galilaya. Huyu Yesu amebadilisha maisha yangu. Huyu Yesu ananipa uhakika kusimama popote. Naye ndio huyu ambaye niko namtangaza jioni ya leo. Nimemtoa Tanga, nimemfikisha hapa. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Haleluya. Acha nikwambie, kila mtu aliyeko hapa ana Mungu wake. Kila aliyeko hapa, wanadamu wameumbwa
asili ya kuabudu. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Liko kundi la watu ambao wao ibada yao ni Jumatano. Kuna kundi la watu wengine ambao ibada yao ni Ijumaa. Kuna kundi lingine ambao ibada yao ni Jumamosi. Kuna kundi lingine ambalo ibada yao ni Jumapili. Sikiliza nikwambia habari hizi. Hawa watu ambao, kuna wengine ambao Mungu wao yeye ni wa lugha moja tu. Sikiliza nikwambie, wanapomtaja kwa lugha nyingine, huyo Mungu mwingine hawezi kusikia. Kama nasikia kwa lugha ya Kiswahili, ukimwambia kwa lugha ya Kiingereza hawezi kusikia. Ukimwambia kwa lugha ya Kiarabu, kwa lugha nyingine hawezi kukusikia. Sikiliza nikwambie, wapo wengine ambao Mungu wao ukimtaja siku ya Jumamosi, ukimtaja siku ya Jumatatu hawezi kusikia. Yeye anasema Mungu wao ni Mungu wa siku moja tu. Kama ni Mungu wa Jumamosi, Jumapili hawezi kusikia. Kama ni Mungu wa Jumatano, Ijumaa hawezi kusikia. Kama ni Mungu wa Jumatatu, Jumanne hawezi kusikia. Lakini kuna watu wengine ambao Mungu wao wametegemea uchawi, Mungu wao wametegemea hirizi. Lakini jioni ya leo nimekuletea Mungu ambaye anatofautisha miungu mingine, si mwingine, ni Yesu Kristo, mtenda miujiza. Huyo Yesu kimtaja, wachawi wanakimbia. Huyo ukimtaja, kila kiumbe kinasimama, kinapiga magoti. Si mwingine, ni Yesu Kristo, mtenda miujiza. Piga kelele sana amen. Haleluya, haleluya, jamani, haleluya, jamani, haleluya. Ninamtangaza Yesu ali hai. Ninamtangaza mwanaume ambaye nina uhakika naye. Jamani, haleluya. Jina langu ni jina, na jina lako ni jina. Jina la baba yangu ni jina, jina la babu yangu ni jina, na jina la mjomba wangu ni jina, jina la mjomba wako ni jina. Lakini majina haya hayawezi kuokoa. Jina la Askofu Bundara ni jina, lakini haliwezi kuokoa. Jina la nabii wako ni jina, lakini haliwezi kuokoa. Jina la shehe wako ni jina, lakini haliwezi kuokoa. Jina ni moja tu ambalo likiingia ndani ya mtu linaleta usalama. Likiingia ndani ya mtu linaleta usalama. Likiingia ndani ya mtu linaleta uzima. Likiingia ndani ya mtu linaleta furaha. Likiingia ndani ya mtu linaleta amani. Likiingia ndani ya mtu linaleta furaha. Biblia inaniambia furahini, na tena sema tena furahini. Nataka nikwambie, furaha haipo kwenye dini yako, furaha haipo kwenye hirizi yako, furaha haipo kwenye biashara yako, furaha iko kwenye mali yako. Furaha ipo kwa mtu mmoja ambaye ni Yesu Kristo, mtenda miujiza. Piga kelele sana. Haleluya, haleluya, jamani, haleluya, jamani, haleluya. Nampenda huyo Yesu wa Galilaya, nampenda huyo Yesu wa Galilaya ambaye amebadilisha maisha yangu, na hata kwa kukimkubali jioni ya leo atabadilisha maisha yako. Haleluya. Acha kasaduku nikupe siri ya kwanza ya Tanga. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako kurasa unaanza kufunguliwa. Mwambie tena kurasa unaanza kufunguliwa. Jamani, haleluya. Wachawi wa Tanga wamelishindwa. Wachawi wa Tanga wamegonga mwamba. Jamani, haleluya. Mimi ni mtoto wa mfalme. Mimi ni mtoto wa mfalme. Haleluya.
mkutano Tanga kama huu. Nilikuwa naandaa mkutano kama huu, nikawafuata wazee wa Tanga, nikawaambia wazee, mimi kibali ninacho, nimekuja tu kuwapa taarifa kwamba nataka nifanye mkutano. Wale wazee wa Tanga wakaniambia, kijana, hapa masuala ya Yesu sisi hatutaki kabisa, hatutaki kuyasikia kijijini kwetu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wazee wa Tanga wanapokuambia wanamaanisha kweli. Inawezekana wazee huko hawamaanishi, lakini wazee wa Tanga wanamaanisha. Nikawaambia wale wazee, nyinyi wazee bwana, ninyi hamjui aliyoko ndani yangu. Nikawaambia bwana, mtake msitake, mkutano nitaufanya, Yesu nitamtangaza. Wakasema tutaona, na mimi nikasema tutaona. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nikamfuata mtendaji. Yule mtendaji alikuwa na sifa moja, alikuwa amevaa nguo, anaonekana vimacho tu. Sijui kama watu huko wapo, anaonekana vimacho tu. Wapo huko, mnawaogopa watu kwetu, wamejaa kama maembe, ni wengi mno na siwaogope. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, hawa naowataja si wengine, ni maninja. Amen. Mimi nataja maninja wale kwenye movie, ndio naowataja mimi. Jamani, haleluya. Nikamfuata yule mtendaji, nikamwambia, mimi nimekuja kukupa taarifa tu, nataka nifanye mkutano. Akaniambia, hapa ufanyi, labda kama unataka kufanya lipia 20,000. Nikamwambia mtendaji, 20,000 sikupi, na mkutano nitafanya. Nikamwambia, chukua kopi yako hiyo hapo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ilipofika muda wa mkutano, nikawaambia, kama ninyi ni wanaume, njoni mnizuie kwenye mkutano. Nikazitangaza habari za mfalme mmoja anaitwa Yesu. Sauti zikaenda mpaka kwenye masinagogi, maana kule kwetu masinagogi ni mengi, huku inawezekana masinagogi hayapo. Elewa neno sinagogi ni nini. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wakaniambia, kijana, punguza sauti, huku hatuelewanisha 1:30, hatusikilizani. Nikawaambia, nina kibali cha mwanamume mmoja ambaye anaitwa Yesu. Haleluya. Vita ikaendelea. Sema vita ikaendelea. Sema tena, vita ikaendelea. Wazee wa mji wakakaa, wakasema, huyu kijana tunamaliza. Nikawaambia, sawa wazee wangu. Wakanitisha kikao. Nikawaambia, sawa wazee, mimi ninakuja, mimi ni mtoto wa mfalme. Wakaniweka kwenye baraza. Nikawauliza, wazee, mnasemaje? Wakaniambia, kijana, sikiliza, wewe bwana unahangaika kusafiri na haya mabasi, unapoteza muda. Sasa sisi tuna usafiri wetu, tunataka tukupatie. Wakaniuliza, kijana, ushakufika Zanzibar? Nikasema, wazee wangu, Zanzibar sija kufika, ninatamani kufika. Wakaniuliza, ushakufika Dubai? Nikwambia, wazee wangu, sija kufika Dubai. Mimi nikajua muujiza umekuja sasa, wanataka wanichangie hela ndege nipande niende Dubai. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Lakini nilikuwa nishawaelewa, nikajizima data kidogo. Sio kujizima data. Jamani, haleluya, haleluya. Wakaniambia, kijana, sikiliza, sisi tutakachokifanya, tutakupeleka njia panda, halafu utafumba macho. Kwa dakika chache tu utajikuta huko Dubai, kwa dakika chache tu utajikuta huko Zanzibar. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hasira ya Bwana ikawaka ndani yangu. Hasira ya Bwana ikawaka ndani yangu. Wale wazee nikashindwa kuwavumilia.
Nikawaambia wazee, nisikilizeni sasa, ninaona mnapoteza muda. Nikawaambia kwanza, ninyi ni washamba, habari ya mjini ni Yesu. Wakaniambia usimtaje huyo Yesu, taja vitu vingi. Nikawaambia ninyi ndio mmeniita. Nikawaambia mtaungua siku moja, mtachoma moto siku moja, na huwa uchawi wenu. Wakasema kijana, basi natosha, nenda. Nikawaambia siendi mpaka niwaambie, Nikawaambia Yesu akirudi atawachoma na huo uchawi wenu. Piga kelele, sema amen. Jamani, haleluya, haleluya, haleluya. Jamani, nampenda huyu Yesu. Jamani, nampenda huyu Yesu. Jamani, haleluya. Huyu Yesu ninayemtangaza akiingia ndani yako Bwana, kama kuna kifua kikuu kinakimbia. Huyu Yesu akiingia ndani yako, kama kuna kifua kikuu kinakimbia. Kama kuna ukimwi unakimbia. Kama kuna ugonjwa wote ule unakimbia. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Yesu anaweza. Nasema Yesu anaweza. Nasema Yesu anaweza. Ukimruhusu ingie ndani yako, yeye anaponya Bwana. Na namna ambavyo Yesu wangu anaponya, hakupi parasetamo. Namna Yesu ambavyo anaponya, hakupi kwinini. Namna ambavyo Yesu anaponya, hakupi roho. Yesu akiingia ndani yako, saa hiyo unapona. Piga kelele, sema amen. Piga kelele, sema amen. Piga kelele, sema amen. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Ninampenda sana huyo Yesu. Jamani, nampenda sana huyo Yesu. Kama unasikia sauti hii ukiwa nyumbani, leo tunaagana. Tunamtaja mtu ambaye ametusaidia, amebadilisha maisha yetu, ametupa heshima. Nataka nikwambie, heshima haipo kwenye pombe zako. Heshima haipo kwenye idadi ya wanawake ulio nao. Heshima haipo kwenye dhambi ulizo nazo. Nataka nikwambie, Yesu akiingia ndani yako, ulikuwa unaitwa maraya, sasa unaitwa mama mchungaji. Ulikuwa unaitwa mlevi, sasa unaitwa mwimbaji. Jamani, Yesu anabadilisha. Jamani, Yesu anabadilisha. Wapo wengine ambao wamejitahidi kuacha kuvuta sigara, wakasema ukichukua maziwa ya nguruwe unaweza ukaacha kuvuta sigara. Nataka niwaambie, ni mmoja tu ambaye anaweza akaondoa kiu ya sigara, ambaye anaweza kuondoa kiu ya ulevi, ambaye anaweza kuondoa kiu ya dhambi ndani yako. Jamani, ni mmoja tu, si mwingine, ni Yesu Kristo. Piga kelele, sema amen. Haleluya. Jamani, haleluya. Acha nikupe ushuhuda mwingine. Nasikitika kwamba kijana wangu hapa hayupo, Yona. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikupe ushuhuda ambao shahidi wake ni Yona. Sasa hayupo, sijui kaenda wapi. Jamani, Yona ni ndugu yangu, nimeshangaa kumkuta huku, ilikuwa sijui kama ni ndugu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Huyo tulikuwa naye kwenye shule yangu ya kwanza. Shule niliyopo sasa hivi ni ya pili. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, haleluya. Ahadi Bwana ni deni, na mimi ahadi lazima niitimize. Siku moja nikiwa ninafanya mkutano sehemu moja inaitwa Mgombezi, Tanga. Tulipofika mahala pale, kuna mzee mmoja ambaye kwapo kwanza hatukujua, alikuwa ni mganga wa kienyeji ambaye mji mzima unamuogopa.
akikwambia kesho haufiki, na kweli haufiki. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Alipofika pale, huyu Yona alikuwa ni kiongozi wangu wa maombi, alikuwa kwenye idara yangu ya maombi. Alipofika pale, akaenda kwa Yona akamwomba 500. Yona hakujua nani ambaye anamuomba, akampa ile 500. Akaja tena baada ya masaa mawili akamwomba tena 500. Yona akashituka. Akirudi umuulize mzee wa kanisa, wazee na wachungaji, Yona akirudi mumuulize hili. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sasa wale wazee wa mji, wale wenyeji wetu wakatuambia vijana wetu, kuweni makini. Jamani, kuna mganga na sisi tunamuogopa. Jamani, kuna watu wanajiita ni Wakristo alafu wanaogopa waganga. Yaani mtoto wa mfalme mimi hapa niogope mganga? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe tena. Yule mganga Bwana akaja kwenye ule mkutano. Watu wa ule mji wa Mgombezi wakasema, huyu kijana sidhani kama kesho ataamka. Ikawa vita kati yangu mimi na mganga. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Yule mganga mimi sikujua kama ni mganga. Wakati najiandaa kupanda kwenye madhabahu nitangaze habari za Yesu, mwenyeji mmoja kaniambia, mtumishi wa Mungu, naomba usiende kwanza kwenye madhabahu, nenda kwanza ukaombe. Kuna kitu kizito kinakuja. Kuna mganga ambao mji mzima unamwogopa. La 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 la. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ninampenda huyu Yesu. Jamani, namtangaza huyu Yesu kwa sababu nimemsipitisha. Haleluya. Jamani, haleluya. Wako watu ambao wanajiita ni Wakristo lakini hawana ujasiri tulio nao. Haleluya. Jamani, nasema tena haleluya. Kabla sijapanda kwenye ule mkutano, unataka nikwambie? Unataka niseme? Yule mganga alikimbia kama kichaa, kama kafyatuliwa. Ule mji watu wakashangaa namna ambavyo mchawi, namna ambavyo mganga anamkimbia Yesu. Jamani, Yesu halinganishwi na chochote. Jamani, Yesu asinganishwi na chochote. Ninakutangazia mpendo wa mahali hapa, ninamtangazia we mtu wa Kagongo, Yesu anakupenda na Yesu ana nguvu. Yesu akiwa ndani yako utakuwa salama. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwenye ule mkutano kulikuwa hakuna kanisa. Waliokoka zaidi ya watu 30 kwenye ule mkutano siku ile ile, na tukaanzisha kanisa pale. Unaweza kumpigia Bwana Yesu makofi. Sasa vita yangu mimi haishii hapo. Sema vita haikuishia hapo. Sema tena vita haikuishia hapo. Hasira ya Bwana ikawaka ndani yangu. Asubuhi nikamtafuta yule mganga, nikamwambia vijana wenzangu, huyu mganga Bwana asituchezee. Kila tukiwauliza wenyeji wanaogopa hata kutuambia, kwa sababu wanajua tukienda kwake inawezekana tusirudi. Tukamwambia hapana, tutaenda. Tukaenda. Bahati nzuri mtu mwingine akatuambia nyumba yake ni ile pale. Tulipoikaribia ile nyumba, bahati nzuri tukamkuta kwa jirani. Mwenyewe akatuambia yule pale. Halafu mwenyeji yuko nyuma nyuma. Mwenyeji yuko nyuma nyuma. Akasema, watumishi, mganga yule pale. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mtoto wa mfalme, nimejaa hasira ya Bwana, nimejaa nguvu za Bwana. Yule mganga nikampa heshima, nikamwambia, dokta, sisi ni wageni wako. Akatuambia sawa. Akatuambia sasa, hebu anzeni kuambia watu habari hizi za Yesu. Mimi natangulia nyumbani, mtanikuta hapa nyumbani. Nilichokifanya wale watu nikiwaambia tuko
haraka haraka tu, rasharasha. Lengo langu sio hawa, ni mganga. Sema mganga. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, nampenda huyu Yesu. Jamani, nampenda huyu Yesu. Jamani, nampenda huyu Yesu. Nilipokwenda pale kwa mganga, jamani, huwezi amini kilichotokea. Mganga aliacha nyumba yake akakimbia. Tunamtafuta chooni, hayupo. Tunamtafuta jikoni, hayupo. Mlangoni kuna kufuri. Watoto wa mfalme tumezingira ile nyumba. Wale watu wa mji ule wakashangaa. Nataka nitangaze, watu wakagongwa. Leo mtaona, mtashangaa namna ambavyo ukimkubali Yesu atakushangaza kwenye maisha yako. Jamani, haleluya! Ninampenda sana huyu Yesu, na ndiyo maana siogopi kumtangaza. Ndiyo maana siogopi kumtangaza. Jamani, sikiliza habari hizi. Yesu alitoka mbinguni, akaacha enzi na utukufu, akashuka duniani. Tena alivyoonekana kwamba ni mwanadamu, Biblia inaniambia akawa ni mnyenyekevu sana alipofika duniani. Sikiliza nikwambie, mtu wa mahali hapa, wanadamu wakamkamata yule Yesu wakamsulubisha, lakini kabla hawajamsulubisha walimpiga michelete, walimdhihaki sana, wakamvua na nguo zake. Nisikilize nikwambie, mtu wa mahali hapa, haya yote Yesu alimpata kwa ajili yako, na ilikuwa ni upendo wa Yesu kwa ajili yako. Sikiliza nikwambie, yule Yesu akampandisha pale msalabani, akasema Eloi Eloi lama sabakitani, yani Mungu